nimekuona, nimekuona wewe, nimekuona wewe. Nitokee, mwambie nitokee. Siwezi bila wewe, 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 siwezi bila wewe. Mtafute tu, yupo, 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 yupo Yesu, yupo, 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 yupo Yesu wako, yupo, 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 yupo. Gonga, gonga ufunguliwe, gonga kufungulie, gonga kufungulie, gonga kufungulie. Yesu nabisha hodi kwako. Yesu nimekuja, Yesu nimekuja, Yesu nimekuja, nimekuja kwako. Oh, nimekuja, nimekuja mimi peke yangu, nimekuja Baba, nimekuja, 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 kuja mimi, nimekuja, nimekuja mimi, nimekuja mimi, nimekuja mimi, nimekuja mimi, nimekuja mimi, nimekuja mimi Baba, nimekuja Baba yangu, nimekuja Baba yangu, kwa ajili ya neema yake ya pekee tena. Mungu ametufikisha hapa kwa neema ya ajabu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya semina ya Pasaka, ambayo hiyo semina ya Pasaka imetusaidia na tumeweza kufunguliwa fikra zetu. Kila aliyefunguliwa fikra zake atamwabudu Mungu. Haleluya. Leo nataka nikazungumzie namna ya kushughulika na vita ya kiroho kwenye maisha yako. Namna ya kushughulika na vita ya kiroho kwenye maisha yako. Na tutasoma maandiko kadha wa kadha yanayozungumza juu ya vita, kwa sababu wakati wote vita inapokuja haikuambii inakuja, na ndio maana tunawekwa kila wakati tujipange kwa maombi. Kila masaa, kila majira unatakiwa utengeneze mfumo wa maombi ndani yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale maombi yanakusaidia kuweka ulinzi kwenye maisha yako. Hata kama vita itatokea wakati wowote, lakini itakapokukuta ndani yako umejipanga na maombi ya kutosha, hiyo vita haiwezi kufanikiwa. Haleluya. Na nitasoma andiko ambalo limezoeleka sana na kila mtu analijua. Hilo litakuwa ni andiko letu la ufunguo katika somo hili, kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6. Waefeso sura ile ya 6 na mstari ule wa kwanza. Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza, mstari wa 12. Waefeso sura ya 6 tuanze mstari wa 10 mpaka wa 13. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Waefeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mtu hodari ni mtu ambaye chochote kinachotokea mbele yake yuko tayari kupambana nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Liwe ni jambo gumu, liwe ni jambo jepesi, lakini mtu hodari maana yake ni mtu aliye tayari kwa masaa, kwa wakati, kwa majira, kwa chochote kinachoweza kutokea juu ya maisha yake. Kwa hiyo Biblia inatuomba sasa, inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mtu yeyote anayeweza kushinda vita ni mtu hodari, na Mungu hajawahi kuwa na mtu ambaye ni legelege. Unapookoka Mungu anakutengeneza, unakuwa hodari wa kuweza kupambana kiroho kwenye mambo mbalimbali yanayokukabili kwenye maisha yako. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunapitia, lakini mtu ambaye ni hodari, huyo mtu anaweza akapambana na akatoka salama.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa pili wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na ni ujumbe wangu nazungumza namna ya kushughulika na vita ya kiroho. Vita yoyote ya kiroho imebeba hila na kusudi. Chochote unachokiona kwenye maisha yako kinakupata, maana yake kilikuwa na kusudi. Sasa Biblia inazungumza, anasema tuvae silaha zote za Mungu tupate kuzipinga hila. Hila ni mpango ambao adui anautengeneza ili kwenda kinyume na kile ambacho Mungu anakusudia kwako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma andiko hili. Sasa kwenye vita kuna mambo muhimu lazima uyafahamu. Kwenye vita yoyote kuna mambo lazima uyajue ili upambane vita na hiyo vita uweze kuishinda. Kuna mambo lazima uyaelewe. Jambo la kwanza kabisa kwenye vita, jambo la kwanza kabisa ambalo kama mtakatifu unapaswa kulifahamu, jambo la kwanza, fahamu vita inayotokea kwenye maisha yako ina lengo gani? Bwana Yesu asifiwe. Ina lengo gani? Ukishatambua lengo katika vita yoyote inayotokea juu yako, utaomba kwa ajili ya hilo lengo, kwa sababu vita ina malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kukuangusha kiroho, lengo la pili ni kukuinua kiroho. Kwa hiyo lazima ufahamu lengo la vita. Kama ni kwenye ndoa inapigwa vita, fahamu lengo la hiyo vita kwenye ndoa ni nini. Kama ni kwenye biashara, kama ni kazini kwako, fahamu lengo. Ukishalijua lengo, utasimama katika hilo lengo, utapambana katika hilo lengo, na ushindi utatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, unaweza ukawa unapenda ibada, halafu ghafla moyo wako ukafa ganzi katika ibada. Ukafa tu ganzi, hupendi kwenda ibadani. Hilo nalo ni lengo la adui, ni kukudhoofisha adui. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Sikiliza, shetani ana vita, ana malengo ya aina mbalimbali kuhakikisha huyu mtakatifu wa Mungu anamdhoofisha kiroho. Yaani lengo ni kuto kuonekana kwenye ramani ya kiroho tena juu ya maisha yako. Kwa hiyo fahamu lengo. Lakini jambo la pili, fahamu wazo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema wazo. Sema tena wazo. Vita yoyote lazima kuwe kuna wazo. Chochote kinachopangwa kwenye maisha yako kinaanza kutengenezwa wazo. Lile wazo linapotengenezwa linageuka linakuwa silaha ya kukupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, wacha tuangalie hili andiko. Wacha kuna andiko tuliangalie hapa. Kuna andiko nataka tulione. Hili ni kuonyesha wazo linavyofanya kazi. Ni kitabu cha Zaburi. Tuone Zaburi hapa. Ni kuonyesha namna wazo linavyofanya kazi. Na ukishalitambua wazo, utasimama kwa nafasi yako. Tuone kwenye kitabu cha Zaburi. Haleluya, haleluya. Lakini jambo la tatu, fahamu silaha za adui anazotumia. Fahamu silaha adui anayofanyaje? Anayotumia.
Bwana Yesu asifiwe. Fahamu silaha adui yako anayotumia. Watu wengi hawajui silaha adui anazotumia. Wewe unaenda kupambana na mtu mwenye silaha nzito, alafu wewe umebeba kilungu. Unaenda kupambana na mtu mwenye silaha nzito, wewe umebeba kilungu mkononi. Kwa hiyo ukishajua silaha adui anayotumia, utaweza kumshinda huyo adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuonyeshe lengo la somo hili. Nataka tusome kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume sura ya 9 kuanzia mstari ule wa kwanza. Nataka kila mtu akasome pale. Kila mtu afungue Biblia yake. Kila mtu afungue Biblia yake. Fungua Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 na mstari ni ule wa kwanza. Matendo ya Mitume 9 mstari wa kwanza. Nataka tuanzie pale. Maandiko yanasema, lakini Sauli akizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yesu. Natamani nitoke kwenye changamoto hiyo ambayo adui anaitengeneza juu yangu, ili nisiendelee kiroho. Nisaidie Bwana. Ushike mikono yako katika jina la Yesu. Ewe adui uliyesimama kwa ushahidi ili kutesa hatima ya huyo mtu, ili kutesa maisha yake, spiriti yoyote ile, roho yoyote ile, nguvu yoyote ile iliyotumwa kwa namna yoyote ile, katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ninaachilia moto kuanzia leo. Kila utawala wa Lusifa, kila utawala wa Lusifa ukateketee kwa moto, ukateketee kwa moto. Kila roho ya Lusifa, roho ya Lusifa, roho ya Lusifa, roho ya Lusifa iachie, roho ya Lusifa iachie, roho ya Lusifa iachie, roho ya kusema iachie. Hiyo changamoto inayotembea juu yako, hiyo changamoto inayotembea juu yako, hiyo changamoto inayotembea juu yako, hiyo inaachilia moto haraka, hiyo inakuachia sahihi, hiyo inakuachia sahihi. Changamoto yote mahali popote ilipokaa, popote ilipokaa, ninaifuta, ninaifuta kwa moto, ninaifuta kwa moto, ninaifuta kwa moto, ninaifuta kwa moto. Mungu akutokee, Mungu akutokee, Mungu akutokee. Nasema Mungu akutokee, nasema Mungu akutokee. Hiyo roho ya kushika moto haraka haikumaje, inaachilia moto. Yeyuka, yeyuka kama mbele ya moto, yeyuka kama mbele ya moto, yeyuka kama mbele ya moto. Kila madhabahu, kila roho, achia haraka hatima mwanamke, achia hatima yake, achia hatima yake, achia hatima yake, achia hatima yake, achia hatima yake. Na mvua ilo vazi ulovalishwa, ilo vazi la kichawi, ilo vazi la giza, ilo vazi la kuzimu, achia roho yake sasa. Hiyo roho ya kudhulumiwa, hiyo roho ya kudhulumiwa, hiyo roho ya kudhulumiwa, hiyo roho ya kudhulumiwa, hiyo ninaiona roho ya kudhulumiwa. Kila unachofanya unadhulumiwa. Haya kumra, haya achia haraka, haya piga kelele, haya piga kelele, piga kelele sahihi katika jina la Yesu aliye hai. Ndio roho ya kudhulumiwa iondoke, 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 iondoke. Go, 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 go. Achia mali, achia mali, achia mali. Mnazitapikeza mali, mnatapikeza mali, mnatapikeza mali, mnatapikeza mali. Hiyo roho ya kudhulumiwa, hiyo inaondoka. Kila mtu anakudhulumu, kila mtu anakudhulumu. Haya, hiyo roho ya kutokukaa kwenye uaminifu iondoke sahihi,
iondoke sahihi, iondoke sahihi, iondoke mtumikie Mungu, iondoke sahihi. Kimbia, kimbia moto, kimbia moto haraka. Haya, kimbia, kimbia, achia, kimbia, achia. Halos, halos, power, 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 power. Usogeza kuweka, baita, achia. Roho ya kusurumiwa iondoke, roho ya kusurumiwa iondoke, inayotoka kwenye mikataba. Haya, kimbia, haya, kimbia, haya, kimbia, haya, kimbia, haya, kimbia, haya, kimbia, nimekuona. Haya, shika moto, haya, haya, piga kelele, chomoka, chomoka, achia, chomoka, achia, chomoka, achia, achia haraka, achia kitovu chake, achia kitovu chake, mlichomuunganisha na madhabahu za kwenu haraka. Ndio, ondoka, 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 nimekuona sahihi, ondoka sahihi. Hiyo viapo mlivyowapa, hiyo viapo mlivyowapa, hiyo viapo mlivyowapa, ndio. usajili waliokuwekea huo usajili, piga kelele kwenye usajili, piga kelele kwenye hicho chama, hicho chama walichokuweka, hicho chama walichokuweka, hicho chama walichokuweka. Haya, yote yako iachiliwe, yote ya kusulumiwa iondoke, yote ya kusulumiwa iondoke, yote ya kusulumiwa, piga kelele haraka. Haya, kimbia, kimbia haraka, kimbia haraka, ndio huyo huyo, ilo joka ambalo limekaa, kimbia pa, haya kimbia, haya kimbia, piga kelele. Hiyo madhabahu ya kwenu, hiyo madhabahu ya mama yako, hiyo madhabahu ya baba yako, piga kelele. Hiyo inaondoka sahi, hiyo inaondoka sahi. Hautavumilia, hautavumilia, hapa ni moto, hautavumilia, hapa ni moto, hautavumilia, hautavumilia, hapa ni moto, hautavumilia. Wakuachia wote, wote waliohusika, wote waliohusika. Hiyo
inachomoka, hiyo inachomoka, hiyo inachomoka, hiyo inachomoka, hiyo inachomoka. Hilo jini ambalo linakuja usiku wa manane linajigeuza, linageuza. I clear ghost. Power ghost. Hiyo nguvu ya madhabahu ya kwenu, madhabahu ya kwenu, chomoka. Haya, kimbia. Hiyo nguvu ya madhabahu, shekete kapa. Hiyo nguvu ya madhabahu, moto unapita kila mahali, kila mahali. Yoyote anayefuatiliwa, haraka naitaradia moto na kukomboa kwenye gereza la utumwa, kwenye roho ya utumwa. Yule aliyekufunga mafungo, yule aliyekufunga ukae hapo kwenye hiyo nyumba, usitoke na kuendelea na maisha mengine. Leo naachilia moto kutoka kwenye kitanda unacholalia, leo naachilia moto kama mighty name of Jesus. Go. Achia haraka. Kimbia, toka ndani ya tumbo lake. Toka haraka. Achia kuanzia sai. Go kwa damu ya Yesu. Kimbia. Nguvu za giza achia. Nguvu za mauti achia. Roho ya mauti shetani. Una mamlaka tena. Unasema achia tumbo. Achia tumbo hili. Achia haraka na kunyang'anya. Nyang'anya uzao wake. Kimbia haraka. Ghost. Achia haraka. Fire. Nguvu za giza. Haraka kimbia. Hicho chumba cha kufunga nacho, hicho chumba unachokaa, ninaona shindiko linateketea kwa moto. Hilo shindiko linaachia. Nguvu za giza na unyofu wa utawala ndani ya binti, nanyofaa utawala wenu, nanyofaa utawala wenu.